Kundi la wanamgambo wa Hamas la kubali kuweka chini silaha. Uhispania imesema wahamiaji 40,000 kati ya 60,000 walioingia nchini humo wamerejea Moroko. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amelaani kuingia kwa takriban wahamiaji 60,000 katika eneo la Ceuta linalomilikiwa na Hispania kaskazini mwa Afrika kutoka Moroko. Amesema hatua hiyo ni shambulio la ukiukaji wa mamlaka ya Hispania. Akiwa ziarani huko Ceuta, Sanchez aliwalaumu wasafirishaji haramu wa binadamu kwa kuchochea hali hiyo na kusema serikali itatumia njia zote zinazowezekana kulinda usalama wa eneo hilo. Wizara ya mambo ya ndani ya Hispania imesema watu 25,000 tayari wamerejeshwa Moroko kufikia leo. Mamlaka pia zimesema watu 34 wamefariki dunia walipokuwa wakijaribu kuingia Ceuta kwa njia ya nchi kavu na baharini. Katika mazungumzo tuliyokuwa nayo na mamlaka za Moroko, kilicho nyuma ya yote haya ni tafsiri yenye maslahi binafsi ambayo magenge ya usafirishaji haramu wa watu yameipa uamuzi wa mahakama ya juu. Uamuzi huo unathibitisha tu hukumu ya awali ya mahakama kuu ya haki ya Andalusia na haiathiri kwa namna yoyote urejeshwaji wa watu mpakani wala urejeshwaji wa wale wanaoingia katika eneo letu kwa kuogelea. Jeshi la Iran limesema kuwa limezishambulia meli mbili za kubeba mafuta zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz zikiwa chini ya ulinzi wa anga wa jeshi la Marekani. Limedai kuwa meli hizo zilisimamishwa huku meli nyingine 4 za kubeba mafuta zikibadili mkondo na kurejea zilipotoka. Kwa mujibu wa jeshi hilo, meli hizo zilikuwa zikijaribu kuvuka kupitia njia ambayo haikutangazwa rasmi. Iran inadai kuwa njia hiyo ni mbadala unaoungwa mkono na Marekani badala ya njia rasmi ya usafirishaji wa meli ambayo imeainishwa na Iran kando ya pwani yake. Serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Waziri wa sheria wa taifa hilo la Afrika Magharibi amesema siku ya Alhamisi. Rais John Dramani Mahama aliunda kamati mwaka jana kupitia upya katiba ya mwaka 1992 na kutoa mapendekezo mbalimbali ambayo baadhi yake yamekubaliwa na serikali. Shajuma na maelezo zaidi. Mwanasheria mkuu wa serikali na waziri wa sheria Dominic Kayine alisema kuwa muhula wa bunge pia utaongezwa ili uendane na muhula mpya wa rais wa miaka 5. Serikali pia imekubali kimsingi pendekezo la kamati la kupunguza umri wa wagombea urais ambao kwa sasa ni miaka 40. Hata hivyo, imefanyia marekebisho pendekezo hilo kwa kuweka umri huo kuwa miaka 35 badala ya 30 kama ilivyopendekezwa awali na kamati. Hatua hiyo inalenga kupanua ushiriki wa vijana katika uongozi wa juu wa taifa, huku ikiendelea kuhakikisha kuwa wagombea wa urais wanakuwa na kiwango cha kutosha cha uzoefu na ukomavu wa kisiasa. Watafiti nchini Marekani wanasema kiasi kikubwa cha madini ya urani kinachochimbwa na kusafirishwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mauzo ya madini ya kobati, jambo linalozua wasiwasi kuhusu usalama na uangalizi wa shughuli hizo. Watafiti hao wameripoti katika jarida la Nature Communications kuwa wanakadiria hadi tani 5,000 za madini ya urani huenda ziliondoka nchini humo kati ya mwaka 2000 na mwaka 2024, na chini ya 10% kutangazwa na kuwekwa chini ya ulinzi wa kimataifa. Madini ya kobalti kutoka ukanda wa shaba wa DRC ni muhimu kwa magari ya umeme, simu janja na nishati, lakini watafiti kutoka Princeton na chuo kikuu cha Wisconsin wamesema urani kiasili hufungamana na kobalti na inasafiri bila kutambuliwa katika mauzo ya nje. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeshutumu kikosi cha Africa Corps cha Urusi kwa kufanya mashambulizi mawili ya anga yaliyowaua raia 8 wakiwemo watoto 3 wakati wa operesheni ya kijeshi katikati mwa Mali mwezi Juni. Shirika hilo lenye makao yake New York limetoa wito kwa serikali za Mali na Urusi kufanya uchunguzi huru kuhusu tukio hilo. Tuhuma hizo huenda zikazua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa uwepo wa vikosi vya Urusi katika eneo la Sahel, ambapo nchi za Mali, Burkina Faso na Niger zimeimarisha ushirikiano na Moscow baada ya kuachana na washirika wao wa magharibi katika juhudi za kupambana na makundi yenye itikadi kali. Hata hivyo, serikali ya Bamako na Moscow zimekuwa zikikanusha mara kwa mara madai ya kuwa operesheni zao za kijeshi zimesababisha vifo vya raia. Na utafiti mpya umebaini kuwa zaidi ya 80% ya watoto nchini Australia walio chini ya umri wa miaka 16 bado wanatumia mitandao ya kijamii licha ya marufuku iliyowekwa na serikali. Mamlaka za usalama mtandaoni nchini humo imesema kampuni za teknolojia zimeshindwa kuweka mfumo madhubuti
kuthibitisha umri wa watumiaji, hali iliyowaruhusu watoto wengi kuendelea kutumia akaunti zao za zamani au kufungua akaunti mpya. Mwezi uliopita, serikali ya Australia ilitangaza kuwa itaongeza maradufu kiwango cha juu cha faini za kampuni zinazoshindwa kutekeleza marufuku hiyo. Australia ilianza kutekeleza marufuku hiyo mwezi Desemba mwaka jana, ikiwa nchi ya kwanza duniani kufanya hivyo kufuatia wasiwasi kuhusu athari za matumizi ya mitandao ya kijamii kwa afya ya akili na maendeleo ya kimwili ya watoto na vijana.